nishakwambia. Hizi nguo leo zing'ae. Ole wako zing'ae. Na nakupa masaa haya mangapi haya? Tatu kwa mdomo. Matatu. Sasa ole wako. Dada sasa hivi. Sasa ngapi? Saa 7. Sasa hivi ndio anarudi. Ole wako. Arudi hapa. Akukute umefua. Na akikuuliza, mwambie leo leo amefua, amekupa chakula. Leo hamna kula chakula mpaka dada arudi. Muangalie kwanza. Ifute machozi, jikaze usilie, mtumainie Mwokozi, usijinamie. Unampenda kumbe mwenzako anakutendi, unajua uko Mumba, nimekuita hapa. Kuna jambo nataka nikuulize. Juzi nilimpatia shuka mdogo wangu na nikamwambia akuoneshe chumba cha kulala. Sasa leo cha ajabu saa 11 nafika kwenye kile chumba ambacho kilihitajika wewe ulale. Nagonga mlango. Kimya. Gonga mlango, gonga na wewe kimya. Sasa mimi nilisikia mlango labda umefungwa. Nikashika kitasa. Katika kushika kile kitasa, nikakuta mlango naingia nao moja kwa moja mpaka ndani. Kuingia mle ndani, jinsi nilivyoona yale mazingira ya ndani na kile kitanda ni yani kama kile chumba hujalala. Yani kile kitanda akijalelewa kina muda mrefu. Labda niseme hivyo utanielewa. Ulilala wapi? Farida, mimi jana kiukweli nimelala mle ndani. Na alafu shuka aliniletea Dadaleti, kanikabidhi, kaniambia nikalale kule. Lakini sasa mimi nimeona jinsi nilivyo mimi na kitanda kile, yani kwamba tuendani. Mimi mavazi yangu yenyewe kama hivi machafu, alafu mle ndani mle pazuri, shuka lipo jeupe. Sasa naogopa kuchafua. Unajua nikichafua nitamgea Dadaleti kaza kwenda kwa nini kufua. Kwa hiyo mimi nimemwonea huruma, nimeamua nilale chini pale. Kwa hiyo wewe labda tu uliangalia vibaya, lakini mimi nimelala pale chini. Yaani Zumba wewe. Yaani usisi kama nacheka labda nakucheka wewe. Yaani hivi Zumba. Yaani umeacha kitanda ukalala chini. Kwa mimi ni mjinga, ndio naomba mdogo wangu kuonesha kile chumba na ukalale. Ukamwambia ulale chini. Unanidharau. Shida nini sasa? Sijui nini, sijui mchafu, sijui nini vinahusiana na nini na kile chumba nimekabidhi mimi ulale. Jamani. Hebu usitaki basi yani nisikilize yale maneno anayosemaga ndugu yangu. Sijui nini hivi na hivi, hebu usinikwaze basi. Nimetoa chumba kwa ajili yako wewe. Unalalaje chini? Au mimi nilimwambia Reti mpeleke Zumba kwenye kile chumba, silale kwenye kitanda, alale chini. Kwa nini unakuwa hivyo? Samehe tu da. I say. Unanipa kichwa kuuma sana, wewe hujui tu. Hebu siku nyingine usije ukarudia basi. Unalalaje chini bwana? Hizi ndio kwa ajili tu ya kukalia hizi. Sio kulala. Lala kwenye kitanda. Sawa. Usije ukarudia. Sawa, nikuelewa dada. Ukirudia tena unajua nitakutoa maana. Mimi sitaki hivi. Na mimi sijapenda iwe hivyo. Na ndio maana nimekuelekea kiustaarabu. Usije ukarudia tena. Unaachaje kitanda unalala chini wewe? Yule mdogo wako nampenda sana. Ana moyo wa huruma. Afu ananisaidia kazi, unajua. Yaani kuna muda na banana na kazi. Kuna kazi ya kumwagia maua. Kuna kazi pale, kuna lile shimo lile la taka lile. Yaani uwezi amini, takataka zote uliniambia nitoe pale niziweke kwenye shimo. Kanisaidia yeye, kaniambia nitulie.
nimetulia. Nakwambia kazi zoa yeye zote. Wewe mimi nampenda sana Ida. Yaani hatari. Kwa kaniambia yani siku tunavyozidi kukaa kuendelea hivi kuzoeana, anaweza kunigea mambo mazuri, anaweza kunigea kitu kizuri hasa atanigea, lakini sijajua kitu gani atanigea. Ila kaniambia atanigea kitu kizuri. Kwa hiyo na mimi nakaa nasubiria, ila tu usiwe na wasiwasi kuhusu mimi na Darleti. Tunaishi vizuri kabisa. Kabisa. I say, kama Leti amebadilika hivi, ni jambo la kumshukuru Mungu. Maana ninavyomjua mdogo wangu, kiburi, jeuri. Hivi unakumbuka ile siku alokupokea? Na haya unaonielekeza hapa. Amna, labda tu alikuwa hajanizoea. Sasa hivi kesha kuzoea. Tumezoeana. Basi sawa, ngoja mimi nielekee hapo nyuma hivi, nicheke mazingira. Tutaonana baadaye kidogo. Okay. Hivyo ungejichanganya tu useme leo nikifanya kitu mbaya. Wewe sawa, sema vile vile kama ninavyokuambia mimi ndio useme. Yaani ukija kusema tu kwa dada na kumbea umeisha. Ila ulichokizungumzia kidogo nimependa, ila sio sawa. Sijawahi kupenda wewe. Nipia mambo yako tunafanya sikubali. Ukija kuulia, yaani ukijichanganya kidogo tu, ukaja ukasema hii minywele, hii minywele nitakuchoma na basi. Mlio. Unaelewa? Sio wako kujichanganya. Tu. Tizame kwanza. Hili simpendi huyu. Ningekuwa naweza kama ndo kitu nikile nikitapike, kisha kutapika ili upate kuondoka. Yaani wewe unatia makaribi yako wewe. Hivi juisi unatengenezaga mwenyewe au vipi? Mbona ni tamu sana? Inaonekana umeipenda. Natengenezaga mwenyewe. Sawa. Niambie sasa bwana hivi. Na nimekuja hapa kwa nini hata sijafahamu. Shabamu. Kuna siku nimesikia na mgeni pale nyumbani. Umeelewa? Hiyo siku nilikuwa najiandaa kutoka. Nipo kujiandaa, nasikia huko nje mzozo, makelele. Nasema shida nini? Ngoja nikaona huko nje kuna shida gani. Natoka hivi pale barazani na mkuta mdogo wangu Red anabishana na mkaka wa watu. Mkaka ameingiaje mimi hata sielewi. Anamkaripia mkaka. Mkaka ukimwangalia ni mzuri, anavutia, alafu anasemaje? Mchafu, ananuka. Kitu ambacho kinaniumiza sana kichwa. Yaani hata sielewi nifanyaje. Nakujua kidangu. Ikawa umeanza kumpenda, maana nakujua wewe una ugonjwa wa kupenda penda. Yaani udada toka ametoka jamani. Mpaka saa hizi si saa 9:30 kweli. Sasa leo usiku mzuri sana. Nitamfanyisha Zumba kazi. Yaani mpaka atajuta. Yaani silipendi lile. Nyoa nipigie simu dadangu.
Hello dada. Vipi? Ya niko fresh. Zomba ipo zake tu amepumzika. Dada, yeye ameenjoy. Nimempikia leo wali na kuku. Yeye amekula. Ndio yeye amekula sana, nimempa na juisi. Inaonekana alipotoka alikuwa kweli na njaa. Maisha kweli ni ya shida dada. Usijali. Nimefua, nimefanya usafi wote, nimeosha vyombo. Kila kitu na nimepata muda mzuri sana na nimewahi sana kupika mpaka Zumba pia amekula, sasa amepumzika zake ndani. Kwa nini unarudi saa ngapi? Maana nimekumiss dada yangu, si unajua siwezi kuishi peke yangu bila wewe. Basa. Usisahau zawadi. Okay, fine. Aleti, alihitaji kumwona kabisa yule mkaka. Sema kitu fanyaje? Ila Farida, mdogo wako ataacha lini hiyo tabia? Mbona anakuwa na tabia mbaya sana? Yaani ana roho ngumu. Kwa nini amshike kaka watu bila sababu? Kumtokea mtu kuna mambo haya mawili. Unaweza kumwona mpole, kumbe ndani yake ni mwizi au jambazi. Maana watu wa sasa hivi, dunia sasa hivi imebadilika shoga yangu. Unaweza kukuta mtu ni mpole lakini kwa ndani kuna juu. Ushanielewa? Ninachoka. Umenigia kazi ya kuosha vyombo kule. Bado sijaimaliza kazi ya vyombo. Umeniambia kabla kazi ya vyombo umeniambia nikafue. Nafua umeniletea tena gunia la nguo nimefua. Namaliza sasa tena unanigia kazi tena ya kupiga deki. Haya napiga deki chini, angalia jamani hali kama hii lakini yani ni huruma basi. Wewe hapa hamna huruma. Hatupo shirika misaada. Si unanielewa? Sawa. Kwanza wewe niko bored sana. Usiendelee kabisa kunijibu. Kwa maana kwa nitakufanya kitu mbaya. Unielewa wewe mbwa? Nikiongea utakiwa kunijibu. Alafu kuonea huruma wewe nani? Kwenu hapa? Anatakiwa kuonewa huruma ni mtu ambaye mwenye kwao. Hujui hizi mali zimepatikana vipi? Umetukuta na maisha yetu. Bado tu wanasema eti kuonea huruma. Ni kuonea huruma which where? Wewe vipi wewe? Mchunga kauli yako. Safisha hapa. Wewe, kwani uchangamke? Changamsha mkono fanya hivi. Fute machozi, jikaza usilie, mtumainie Mwokozi, usijinamie. Unampenda kumbe mwenzako anapretendi, wajua uko loni kumbe mpo wengi, kumbe mwenzako anapretendi. Game is over, game is over, oh mama, game is over.